watu mazee. Hiyo ni mauma. Inafai moja kwa moja mmeelewana kanisa. Ndio injili. Ndio jawe Sio. Huyu mama huyu. Na huyu sasa mwenyewe mjua hospitali hizo kidogo. Yeye Frere Joseph Kirundo. Babu zazi karibuni sana mbariki. Kia wala mikono ikielekea. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Tena asifiwe. Nisika na nguvu asifiwe. Bila kuponda muda, tutajifunza neno lenye kusema maisha baada ya kuokoka. Na ndani ya hii neno mtakuwa tena neno lingine yenye kusema dalili ya mtu mwenyewe alishaanguka. Sema amen. Amen, amen. Dalili ya mtu mwenyewe alishaanguka. Kumbe kabla hatujagusa dalili, ilibidi tumuone kwanza mtu aliyeokoka, maisha yake baada ya kuokoka. Panu mako tukume kumundu uwa mmeneza kwa yakuwa twalangira ambale mukati tumone mundu uwa kusuike afuto kupusuka peka awa. Amen. Sababu mtu mwenye kuanguka ni yule mwenye alikuwa Mungu kuamini kwa Mungu kuokoka. Pantu umuntu uwa wale mbele asumina ele awa. Kumbe ndio maana tutaanza na maisha baada ya kuokoka. Hapo nomba twala wale ambale mubumbi panu maya kupusuka. Hapa utusome kwanza andiko hii. Basi wale utaweji kitabu cha Yohane wa kwanza, alama ya Yohane wa Timo sura 2 chapter 2 mstari wa 16. 26 verse ya kwenda. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Nimewaandikia ninyi maneno haya kwa ajili yao wanaotaka kuwapoteza ninyi. Nanyi mafuta yale mlioyapata kwake yanakaa ndani yenu, wala hamuhitaji tena kufundishwa na mtu. Lakini kama mafuta yake yanavyowafundisha ninyi habari za maneno yote, tena ni kweli wala si uongo, na kama yalivyowafundisha ninyi, kaeni ndani yake. Unajua sababu gani unachoka? Nanushwa naka. Kitu cha kwanza sababu shetani ashakufusa. Shetani alishakusomba ile pupua yenyewe ulikuwa ndani. Na ndio kwa maana unakuwa unajikuta kama kuchoka. Maisha baada ya kuokoka. Yaani mtu mwenye kuokoka na ndio mtu anakuwa kama vita. Na ndio mtu mwenye anapigwa kapita sana. Sababu ya nini? Na ndio maana huyu mwandishi anataka kutuambia ule mtu mwenyewe alipakana mafuta na anaweza kupotea. Eko munjia kupotea kwa sababu ya mafundisho sio kwa sawa. Kumbe ni jifunzo yetu itakuwa na faida kubwa ndani mwetu. Kitu cha kwanza tutaanza kujifunza juu ya maisha. Maisha ni nini? Kieni kuishi kila kitu cha kupumua.
Sababu jua ilikuwa inaishi. Bantu iliwe talikala. Haina pumzi ndani mwake. Ya muri mkumka chikaiko. Na ndio kwa maana ukisikia maisha, ngomba chukumi, maana ni kitu cha damu. Kintu kilega kwa tomulofa. Sema amen. Amen. Sasa mwenye kuokoka leo mtu wa kusuka ni ule mtu mwenyewe alishapata jifunzo kuhusu maisha ya Kristo na kumwamini na kumkubali. Mtu huwa atambisho kama ndoa Kristo na kutumina. Basi neno ya kwanza ambayo tunajifunza inasema hivi. Leo ndaiti wakati mtu anaokoka, mtu wa kusuka inamubidi aanze kuzungumza na Mungu katika maombi kila sababu gani? Mwenye kuokoka kila wakati kwa mdanje, muda wote ni wa kupotea. Na ndio kwa maana fimbo ya kwanza yake ni kudumu katika maombi kila siku. Tuone Yohane wa habari njema 15:11. Yohane habari njema. Hii ndiyo amri yangu. Hii ndiyo amri yangu. Mpendane kama nilivyowapenda nyinyi. Amen. Ile. Kitu cha kwanza mtu wadumu katika maombi. Baada ya kudumu katika maombi, kenye kitazaliwa ndani mwake ni upendo. Sababu mtu mwakuomba mtu ulebeba hawezi kupoteza upendo. Itambidi aanze kuishi katika upendo. Kama uko naishi uko mwenye kuokoka, mapendo na aina ndani mwako, basi kuomba utaomba. Amen. Hawezi kuomba. Neno yapata inaambiwa soma neno la Mungu kila siku. Amen. Kama ulishaokoka, usome neno la Mungu kila siku. Hivi mwalimu mwongo asije kukudanganisha. Soma kitabu cha Matendo ya Mitume 17:11. Chapter 17 verse 11. Ndio. Nasoma hapa katika jina la Yesu. Amen. Watu hawa walikuwa wema kuliko wale wa Thesalonika. Hawa watu walikuwa wema kuliko wa Thesalonika kwa sababu walipokea neno kwa nia iliyokuwa tayari. Sababu yake walipokea maneno kwa nia iliyo tayari. Wakatafuta maandiko kila siku. Wanakuwa wanayachunguza maandiko kila siku ya maneno yale. Sema amen. Amen. Kama ulishaokoka, walipusuka usiache kusoma Biblia. Wileka kubelenga chipingo. Unajua sababu ya nini? Waisha mna nduishi. Biblia ina maneno yote. Chipingo kali kwa tabia nduyonse. Inazungumzia ilela njila juu ya kukuonya, inazungumzia juu ya kukutombokea, inazungumzia juu ya kukutia murai utembee vizuri na usikumbwe na mafundisho isiyo na msingi. Kumbe wakati unakuwa unajifunza neno la Mungu, unaokoka, soma kitabu kwa bidii. Nikikumbuka neno moja yenye Sauli kaje atasipata moto. Ni frère Deo Gracias Kabele. Umuntu umo alipapa Deo alisimamaka siku moja hivi au mara mbili, akasema hivi, Kenya mimi niko na sanga sisi wa Pentecoste kutowegelea maandiko. Kwanza tubikilisha amalembo. Sijui tunakumbuka sibote. Ndio katika mwanzo wa ishiba. Hivi tuikamata tu hapa tu babaimbaji. Tuulize andiko moja na inasema nini? Hakuna. Tukienda kwa mama, wenda kuuliza neno, leni kusema, andiko ni kusema neno moja. Ile bayende kubati. Hata andiko balande ilembo sura na chapter yakwe na verse na verse yakwe hakuna hata Mungu. Takulira ngui neshiwa.
tukienda kwa papa Ngatoya kuli batata. vivyo hivyo buvivu ndio kwa vipi. Kunangani sana. Ndio tunakuwa hatuna na wakati wa kusikia neno. Hatuna wakati wa kujifunza neno. Na hii ndio inakuwa njia ya kuruhusu mafundisho ya uongo yetu kumbe na kutubeba. Amen. Mtu mwenye kuokoka, baada ya kuokoka inamubidi asome kitabu kila siku na awe na upendo na adumu katika maombi. Amen, amen. Neno hili tunaibali. Tuna neno ya tatu. Mwenye kuokoka inamubidi aruhusu Roho Mtakatifu imuongoze muda wote. Unaongozwa na nini? Utasikia tu Mungu anaongozwa na Roho Mtakatifu. Wakati wa kuomba, utaona sasa. Wewe shetani, utubariki. Wewe shetani utupale. Nishaka sikia tu Mungu kuomba. Alikuwa anakemea pepo wabaya. Toka! Toka pepo! Toka! Roho Mtakatifu toka! Utajua ni sababu ya nini? Hauongozwi na Roho Mtakatifu. Amen. Kama uongozwe na Roho Mtakatifu, utakuwa unafanya kitu kwa kukurupuka tu. Na utafanya vitu vya haya. Tusome kitabu. Galatia 5:16. Sasa ninasema Twendeni kwa Roho. Tuende kwa Roho. Wala mtatimiza tamaa ya mwili. Mkienda tu kwa Roho mtatimiza tamaa ya mwili. Kwa sababu mwili unatamani ukishindana na Roho. Sababu yake mwili kila wakati ni kushindana na Roho. Na Roho inashindana na mwili. Na Roho inashindana na mwili. Kwa maana hizi zinapingana hata mwezi kufanya. Inakuwa inapingana unayotaka kufanya. Lakini mkiongozwa na Roho, ndio hamko chini ya sheria. Hamko chini ya sheria. Basi matendo ya mwili yanaonekana. Ndio asherati. Tunaiacha. Utaenda kumalizia paka 25 ukiwa kwa nyumba. Mwenye kuongozwa na Roho Mtakatifu, mambo ya kidunia kwake ni upuuzi. Na haiwezi kuwa na faida kwake. Sababu Roho Mtakatifu yuko ndani mwake. Sasa wewe mwenye kuokoka au uongozwe na Roho Mtakatifu, wako namna gani? Utaokoka je? Amen. 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 Kumbe tunashauriwa kwa kuwa tuishi maisha mazuri baada ya kuokoka, inatubidi kuongozwa na Roho Mtakatifu. Tukiongozwa na roho waovu, basi vurugu itainuka. Vurugu itainuka. Kila mtu atakuwa na sema lake. Wakati Roho Mtakatifu wale washukia wanafunzi wafuasi wa Yesu Kristo, balianza kutabiri, balianza kusema kila mtu kwa lugha nyingine, lakini wale wanasema neno moja. Amen. Toke mwenye kuokoka eko na lugha moja. Sisi wenye ndani ya kanisa tunapaswa kuwa na roho moja na neno moja na lugha moja na jina moja. Amen. Sasa unakuwa wengine ni Wakristo, wengine na Wakristo, wengine lugha yenyewe wanakuwa wanaitumia haifanani. Sababu ya nini? Aongozwi na Roho Mtakatifu. Kumbe tunashauriwa tuongozwe na Roho Mtakatifu ili tuishi maisha mazuri. Amen. Amen. Tunamaliza neno hili. Tusome kwanza Roma. Roma 8:17.
Roma 8:14-17 nasoma katika jina la Kristo. Amen. Kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu. Kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu. Hawa ndio wana wa Mungu. Hawa ndio wana wa Mungu. Kwa maana mkupokea tena roho ya utumwa. Sababu mkupokea roho ya utumwa Inayoleta woga. Inayoleta boka. Lakini mlipokea roho ya kufanya wana. Kwa sababu hii tunalia Aba, Baba. Amen. Tuache kile kitabu. Kama kitabu chini. Natumene kwa kitabu chini lekeni hicho. Yohana wa kwanza sura 2 kusoma makumi 4 Yohana wachimo chapter 2 Beli makumi 4 Yohana wa kwanza ngapi? 2 makumi 4 2:27 anasoma hapa katika jina la Kristo. Amen. Nanyi mafuta yale mliopata wake. Yohana wa kwanza 2:27. Ndio. Nanyi mafuta yale mliopata. Ile mafuta yenyewe tulipata. Wake anakaa ndani yenu. Ndio. Wala hamhitaji tena kufundishwa na mtu. Lakini kama mafuta yake yanavyowafundisha ninyi habari ya maneno yote, tena ni kweli wala si uongo, na kama yalivyo wafundisha ninyi, kaeni ndani yake. Sema amen. Mwenye kuongozwa na Roho Mtakatifu na mafundisho anakuwa anafundishwa na Roho. Nani kusambishwa na mpashwa mshiro. Baadaye kumudute Paulo. Uyu muntu bale mtu usika Paulo. Banaanza kusema sasa, mbona hiki Paulo ndio anaenda tuua tu? Kala huyu Paulo pantoona wale ipaya. Sasa hii maneno yalikuwa anafundisha ilitoka wapi? Ndio vitu alisema mshafuma kuisa. Paulo yeye mwenyewe anasema, mimi wakati niliokoka nilifanya miaka 3 Uarabuni. Niko nafundishwa na Kristo kupitia Roho Mtakatifu. Yesu Kristo kupitia mpashwa mshiro. Sasa wewe uko nafundishwa na nani? Ngayo Yesu mshafundisha nani? Wewe kufundisha tu ni nani? Yule kusambisha ni nani? Amen. Amen. Ukiongozwa na Roho Mtakatifu, kila kitu kitakuwa tu sawa. Utafundishwa, na utapenda neno. Hii ndio kazi ya Roho Mtakatifu ndani ya mwaminifu. Inakuwa inamfundisha neno, inamupakala mafuta hivi kwenye kwa napita, anamtambua ule mtu ni mkuu. Mwingine akipita kwa barabara sasa. Huyu ni ngakashi. Huyu kimuntu kimoja waya sana. Magani sana hii. Kabili mimi nafialo sana huyu Mungu. Sababu mafuta ya Roho Mtakatifu aina ndani mwako. Watu amafuta ya mpashwa mwisho zaidi katika iwe. Na ndio kwa maana unakuwa sawa vile sura ya Versace. Sasa Versace unamwona Versace. Versace anakuwa kana sura mbili. Sura moja ya mtu na sura moja ya kijitu. Amen. Amen. Hauna na identification. Ati Daudi pona hapo tunanga kubika hiyo. Au tambulikani. Dawishi biko na karia. Tunamaliza neno hili. Wakusha mlandu. Mwenye kuokoka itamubidi amtumainie Mungu kwa kila jambo. Kwa kila kitu umtumainie Mungu. Kila kitu mketegeleza. Ulime mashamba mvula isikuyo kumejea tunani. Wala mtu ataishi leo mketegeleza. Uikale bila chochote, bila kulima, ndege naye alimaji. Ati mtumainie tu Mungu. Ati huyo Mungu tadi malelo amke na peleza. Ni nani gani? Ni tafiri malelo fali katika peleza. Maua. Nga maluba. Yeye inakuwa tu kupendeza. Ati yana na yeye ndaki mkuemea. Ayasu mataya na mkufa hivi. Inamtegemea Mungu. Lelo yake katika peleza. Sasa wewe mwenye kuwa na pumzi, sababu gani umtegemei Mungu? Tusome kitabu. Atubele ngechale. Petro wa kwanza. Petro wachimo 5:7. Ati 5 verse 7. Mulete masumbuko ya ile mateso yote umlete kwa yeye anawatunza anini. Sababu yeye anakuwa anatutunza sisi. Tukabata kitabu yote gani? Sura 4 chapter 4 kusoma 6. Natubele ngaba 6.
4:6. Zekaria 4:6 nasoma hapa katika jina la Kristo. Amen. Alafu akajibu akaniambia akisema, Ndiyo. hii ni neno la Bwana. Kwa Zerubali ukisema, Ndiyo. Kwa uwezo Ndiyo. wala si kwa nguvu, Ndiyo. lakini kwa roho yangu, Bwana majeshi anasema. Sema amen. Amen. Ezekiel ndio anamalizia, anasema hivi. Zekaria anasema hivi. Kitu cha kwanza, si kwa maneno yenu, si kwa kusumbuka kwenu, si kwa kutosha jasho kwenu, lakini kwa nani? Kwa Mungu. Kumbe tumtegemee Mungu kwa kila jambo. Ukigonjwa, tegemee tu Mungu. Ukiishiwa, mtegemee Mungu. Sababu Mungu ndio anajua kila kitu. Sema amen. Alafu katika maisha baada ya kuokoka, uko neno ambayo inakuwa inatuchanganya na tunafanya naipuzia. Tusiache kukusanyika pamoja na wengine. Lakini tukionyana zaidi sana, unavyoona siku ile tunakaribia. Sema amen. Mtu aliyeokoka hapashi kukosa kukusanyika. Asione kana tu kunyumba. Wewe unapaswa kuja wapi? Kukanisa, kusanyika pamoja na wengine waliookolewa. Sababu yake ni mule munatoka mafarishi, mafundisho, kuonya, jua wachana na mambo ile yenyewe ulikuwa naifanya. Uko ulizo moja nilikuwa nauliza kwa mzazi wangu. Au mzazi wangu alikuwa mzee wa kanisa. Nilimuuliza hivi. Sababu zamani tulikuwa naona wale wengunywa ya kupendeza na pa kutembea kama nafanya hivi. Yeye anakuwa wapie sana. Ndio nikauliza sababu nilipenda nijue. Baba. Tata. Niandiko gani ukataka kunywa pombe? Ushaandika mshirika kanyangu huko mwangashi. Mbona kitabu cha Yeremia kinasema hivi? Kunywa, ati nua, ulewe, kolwe na utapike, uluke, kisha mimi nitakuwa na mpango. Hapo tanke sana upanga. Sasa mbona atukona malizia kule ni kufanya tukunywa, ulewe na utapike au uluke ukitashani? Sababu ya ujanja. Kwa Timotheo. Paulo akamwambia hivi. Paulo alema basi. Kuanzia leo. Usinywe maji tu. Tumia mvinyo kidogo. Sababu ya tumbo. Sasa ni wapi pa kukataza kunywa? Papa niuliza hivi. Data angi pushati. Tangu kuamini. Mbona kukataza kunywa ni nani? Nani wakukalisha kunywa? Amen. Atulizane kwanza huko. Tuwipusha nyama. Basi. Anakunywa. Mula nua. Ni nani mwenye ukataza? Nani akulezeshe? Pashwa. Sema amen. Amen. Kama uko unafanya kile kitu, yaani Roho Mtakatifu ndani mwako yakuwa. Mpashwa mshitala mkatika iwe. Na ndio kwa maana inabidi wakati unaamini mwisho wa kutumina uongozo na Roho Mtakatifu. Na usiache kukusanyika kama ile wengine. Sababu yake ni mule mwenyewe utaenda kufundishwa. Utaenda kupata message yenyewe itakupatia uzima wa milele. Amen. Tunaona maisha baada ya kuokoka. Basi tunaenda mudalili ya mtu mwenye kuanguka. Amen. Amen. Uniambie kama tunachoka nikatulande na sana. Tunaenda. Kuna dalili ambayo inakuwa inaonyesha mtu aliyekuwa mwenye kuokoka anaanza kuonekana kama huyu mtu mtamtamona kwa kuanguka. Amen. Kitu cha kwanza huko tunajiweka bize.
Kitu kile bwana huyu mtu ala wa Kila wakati ako tu busy. kila nsalipe bize. Ukimwambia ndio kanisa sasa Mwache ni leo mchezo. sina wakati. Ile nashika tenshika. Ako busy. Huyu mtu ni nshia na alife palaini. Na huyu mtu Huyu mtu anakuwa na hizo ya dhambi. alibeleka sana isambi. Galatia 5:16. Galatia chapter 5 verse 16. Basi inasema twendeni kwa Roho, Ndio. wala mtatimiza tamaa za mwili, kwa sababu mwili unatamani kushindana na Roho. Tuache hiyo. Tunaenda Yohana wa kwanza. Yohana Machimo 1:8 Kenya. 1:9. Yohana wa kwanza ngapi? 8:1. Yohana wa kwanza 1:8 Kenya. Fanya wenyewe. Ndio. Wala kweli si ndani yetu. Tenda. Malize Kenya. Tukiri dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wakati hata ataondoa dhambi zetu na kututakisha na udhalimu wote. Sema amen. Amen. Mtu mwenye kuzoea dhambi, Umuntu wabeleshe urubembu hata ukimuta sasa ulifanya dhambi hata kwambia sasa utakona. nangu amacho wakifanyika kama Ngoja nikwambie ni nani. yani wachukue. Ndio muongo ule. Mtu wabuki huyo. Sababu ya kuzoea dhambi. Wakati anafanya dhambi, yeye anaona ni kawaida tu. Na kusema mbona sikufanya dhambi? Nganisha Sababu kitambo tunatuambia hivyo kama unasema vile. Unajidanganisha. Ile ni njia ya kujifariji sababu ulishazoea dhambi. Kumuita kubaraza, kumulizisha, anakuambia hapana. Sasa kidogo tu kidogo ndio sikeli niona. Nimo kuzoea dhambi. Na muda wote ukianza kuzoea dhambi, basi ndani mwako unaweza kuonekana kama uko Mungu. Bila kuulizwa, wewe mwenyewe utajitambua tu. Samsoni naye yeye alijikuta akingali tu bien. Kumbe alishakosea, alishafanya dhambi sababu ya kutoa siri. Waamuzi 16. Na huyu mtu kila wakati anakuwa mumbea. Na huyu muntu kila nsaba wako waya fie. Mumbea tunaweza kusema ni wabongo. Muongo. Sutwa. Ati umuntu sunsumana. Kila mfufunju. Basi. Amen amen. Amen. Huyu mtu ni sutwa. Ati huyu muntu ni sunsumana. Kila wakati yako tupale masikio yako kubahuka pesa. Tena baba mama ayabe ukafika kalu. Ati kishikora ndo akinsiu. Haina vile. Jo kazi yake. Sababu nimekuzoea dhambi. Bantu alibesho rubemu. Tena huyu mtu ni mzushi. Ati huyu muntu Wakuna mtu tu. ule muntu uliaena kutiaye kantu arafazola uli rubemu. Naweza kuleta mzushi mwingine mfano ya kidunia. Ngeke ngamucharo. Kila mtu alipita hapo, sijui kama wewe kupita hapo. Kila mtu alipita sisi wao ngata wapi jana. Kama unapenda ama na huyu mapigane. Na ule kwa yabana nani? Unabeba nani buu? Wapange si. Mzushi. So wao ulisule songeleshia. Mwenye hata papula tu. Ati nani wakwata makapapule hapa? Ndio wangu. Ati la papula ni sewa maka. Basi huyu ana papula huku. Mambo yu papulo. Na huyu mwingine ana papula huku. Na yu papulo. Kisha wewe mzushi na ukamata kovu. Wewe songelea kwa yao mamuli. Ule mwenye atasikia kinaduma mpige mwenzake. Ati leo ngoja kati pa memu nangu. Amen. Amen. Ndio kazi ya mzushi. Ati enkipo ya huyo muntu. Hata ndani ya kanisa wapo. Mkati kati tempele mbaba. Tena huyo mtu Ati huyo muntu ni mtu wa fitina. umuntu umo uwa kafini. Huyu mtu ni wakafindwe. Amen amen. Huyu mtu ni wa fitina. Kile utafanya Ngawapa kintu. anakuwazika. Ngawapa kintu wala nsiya kwa afurwa.
Maka wewe kwetu kufanya kitu tunafanya kama kanisa. Wala kupyanga mutilo wana na afulwa. Wewe kwetu kufanidia hapa kama mfai zote. Hapa Mungu akubariki papa. Atakanisa mpale. Nikuzika sana. Ndio mwambie na yeye huko nani. Sababu uko mzushi tena wa fitina. Bantu likasongesha kale mtu akafindwe. Ndio maana uko nafanya hivi. Nakelele ngano chile panga chake. Ile yote ni tabia yenye kuonesha kama ulishaanza kuwa. Na wali hapo kuwa. Neno yafuata. Nitakonka hapo. Utaizoea huduma. Kutiwa mulimo. Amen. Wala hivi. Utaizoea huduma. Kutiwa ibenesha sana milimo. Kanisa utaifanya inakuwa yako. Kutiwa lenga chilomano chaba chafo. Hasa ukiwa mchungaji. Mbanga waoni kaangalia. Basi hakuna mtu mwenye anasema hapo tena. Na kuna mtu lingalanja. Ukisema nani mwenye alikwambia? No, nani wachikweva. Amen. Amen. Unakuwa unafanya miza. Wala pamano mbemisa munchito. Ukiwa nabii, basi kutabiri kwako unakuwa kwa kujipendekeza. No, mbaku sema kwa namba kwa kuivika mafuta. Ukiwa mwimbaji, unakuwa unazuru. Unakuwa unaimba kwa kujipendezesha. Yeah, imba unakuwa uimone wewe. Na kwanza kusikiliza mwenzao kwa sasa. Anaimba kwa sasa. Nokula ngo mwe tushibisha ile imboni. Unaleta miza kwa huduma. Waleta misa munchito. Unaizoea huduma. Abili waberesha nombe nchito. Utakia kujikuta uko mhubiri. Kufika mkanisa ndio unakuwa unahubiri kwa Mungu. Hata mtu ule simika na mimi mumatumba na uleta nchi yako. Ni sababu unaizoea huduma. Bantu na uberesha nombe nchito. Amen. China. Amen. Ogopa. China. Kuna watu nao walizoea huduma. Wale watu waberesha nchito. Nebukadneza. Ati huyo Nebukadneza alizoea huduma sababu alikuwa mchungaji, alikuwa mzee, alikuwa tawala. Kabili alini kangalida pali la nkendi. Kilichomtokea ni kitu gani? Mfikile la mtu kula majani. Ati kula mkuli yaki Mlemvu. Ile mkuli ya mlemvu. Amen. Amen. Tukia Danieli 4. Dani 4. Hatutaisoma. Yatulebelenga. Sababu ya kuzoea huduma. Kama ndo kubesha nchito, kuko bwana nikamata vikombe. Wale mtu wa kwanza kutumikisha kisa nataka. Na uko ya mkuu kwa anafuaya. Sababu ya kuzoea huduma. Kama ndo kubesha nchito. Pesa ya kanisa unakwenda ikopa wewe. Naomba unipe la kirono wala kongola iwe. Amen. Amen. Acha. Leka. Acha kuzoea huduma. Leka kubesha nchito. Kama unajikuta mhuduma unakuwa unazoea. Ngwaisa na mungu kwa hautapenda kuongoza sababu uko Messi. Ukaba uri muntu wako bati wakibeta ujafa kutiba kutungule hiyo. Uko Messi. Atiwa uri film Messi ngani Messi kisikitibe. Messi ule wine nani ule aka player sana. Ka player. Oh, ni Messi waka player gani? Ule wine Messi. Ule wine huwa ngana sana bola. Anajua sana. Sasa ni hata ku wako. Hakuna ti ngataliko ni sita batebwi. Na hii hali ya kubaimbaji sana. Jali muri batemba sana. Mukubana mbi sana. Ele na muliba kasema sana. Na beni kutoa sana. Na balaba pela sana ichabupe. Bachungaji. Ele bakangali. Ba conducteur. Ele na ba conductor. Sababu anajikuta. Yeye njoo wa kwanza pagundi. Ati ena. Hakuna mtu mwenye anaweza kusimamisha. Kusimama na kuanza kuimbisha. No kuimbisha hiyo. Basi anakuwa anajiona na yeye. Naomba ina live mnasi inenga shilipo tabaimbe. Amen. Inafie. Tabaimbe. Tumajana tulimba wimbo moyo wa nani? Malaika. Mulungu afanye kwa vile ulimbo wa malaika. Nasema hivi. Wayanda ati Mungu ana maskini. Ati lesa ke mupini. Akipenda kutosha hapo. Ngate makufu. Analeta kwa ule mtu. Aisha analeta ule mtu kumubika pale. Ule ni wasula. Hata mchungaji. Na akipenda kutosha kwa mchungaji. Sababu ya makosa yake analeta kwa mwingine. Wewe unaleta kwa mala umbi. Wako kile na pali yena. Akipenda wewe baba Andrea kutosha hapo. Anaenda mtepo tonase. Aisha bika kwa tonase. Takuni kwa afya. Ndio kupenda kwa Mungu. Nikukute kwa kwaleza. Uizoea huduma. Ukubelesha nchito. Kama unataka kuzoea huduma, ngauleka bila kubelesha nchito. Ukamulizisha Lucifer. Ukaye muipusha na Lucifer. Ukamulizisha Nebukadneza. Ukamuipushe Nebukadneza. Ukamuulize, ukamuipushie Samson. Ukamuipushe Samson. Ilikufanya nakufa mbele ya mapema. Ya mlengele kufa afanya nchi ya nchita. Usizoea huduma. Achi uibelesha nchito.
usilete fase mkazi ya Bwana. Uileta mumisa mumkito ya kwalesa. Kama unafanya fase mkazi ya Bwana, tambua hiyo ni dalili yenye kufanya wewe kuonekana kama kwa kuanguka. Ati yo embele ilela ngayo kuti ati na uwa. Neno ya tatu. Muna ndo tatu. Utazoea kudanganya. Alikuti wabesha sana ukula kidanganya mbali kile maisha. Ukubele bali. Mbona kana zambi za kidemba sana. Oh. Kuzembeleka. Amen, amen. Amen. Sababu ya kuzoea huduma ndani mwako mnakuwa kudanganya. Kati kwa namba mabao na kuti ulesembeleka. Wakati wa kutoa ushayagusa mkupela kubeba pesa ana mikono utambuza na mineshi matana ya kutewa na uchefu. Utambuza mchefu 10. Walika palia. Makuta uliiba. Anshi irube na ubi. Unatoa tubie. Wapela pe wino. Amen. Amen. Unaanza uko itaya mafungo. Ya kufunga. Baba, wakati mnaingia mu vifungo mnakulaka. Ile mwingine mkatika mapo mulalia. Eske Mungu ameonyesha sana mtu alikula. Lesa tamila ngati mnalia. Abata ngani. Kama ibe pafi. Amen. Ni sababu ushaizoea huduma. Bantu wadibereshe nchito. Unaanza kudanganya. Wambo kulabe paiga wana. Na kudanganya kwako. Na mnamna mkuu wewe. Sorry yake. Ukamuuliza anania na safira. Mkuu paiga na mwana ukepushe anania na safira. Ukamuulize. Ukabepusha abo bantu. Na ukipenda kumuuliza, ulefa kumwipusha. Wende usome kitabu cha Matendo ya Mitume 1:5 mpaka 9. Ukufika pa. Atakwambia Anania. Nai. Kapa nai. Huyu Anania. Yeye mwenyewe alikuwa tubie. Alilima yeye mwenyewe kama kisimi nilima kule chini. Winanga 24. Shamba yangu. Ati ibala lianji. Mimi tukapata mimi na bibi yangu. Ati twaisabia na mukasi. Na kuvuna tutavuna na bibi yangu. Na kusomba na mukasi. Lakini sababu ya kuzoea kudanganya. Bakula ndua na kuzoea huduma. Na kupeleka kuliongopa hapana. Yeye kusa mkubele kama ndimbuku. Ati hizi ni namba hii na nitauzisha hii. Kwa kawaida. Nikapeleka ukanisa. Ati inende sisi hapa kwa ucheji. Unatia naziri. Kwa mtu wayavika no. Unadanganya. Bulayo bobe Mungu atakubepaika. Lesa alekumona. Kebali. Ati hapo umone po bwino. Hii ni dalili kitindu cha kumwana ko yenye kumfanya mtu kuonekana kama alishaanza kuanguka. Kumaliko mtu ati nambo kupona. Kutotimiza nadhiri, kusikana fikisha kulayo, kuwa muongo, kudanganya, na kuzoea huduma. Na kubelesha nchito. Hii maneno inakwenda kutambulisha kama wewe hauna tena kuongozwa na Roho Mtakatifu. Na kitu kingine unajifanya kuwa bize na kuzoea dhambi. Sasa washauri langu tusome kitabu cha Shauri. Ufunuo 2:1. Moja tutaenda buruka. Ndiyo. Na kwa malaika katika Efeso andika. Maneno haya anasema yeye anayeshika hizi nyota 7 katika mkono wake wa kuume, naye ametembea katikati ya vile vinara 7 vya dhahabu. Inajua matendo yako na taabu yako na uvumilivu wako, na ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya. Tena umejaribu wale wanaojiita mitume, nao hawako, ukawatambua kuwa waongo. Na Kuruke 19. Kuruke 19 nasoma. Inajua matendo yako na matendo na kazi na imani na uvumilivu wako. Kumbuka penye uliangukia na urudishe na uweshe upendo wako wa zamani, tabia yako ya zamani, na umpate Kristo. Na umpate Kristo. Amen. Amen.
ni wakati wa wewe kumwamini Kristo au kukumbuka uliangukia wapi. Ukisoma tu polepole kuanzia 1 mpaka 19 utaikuta ile neno. Kumbe ni neno ya lazima ndani ya maisha yetu ya kiroho, kunikumbuka na kukumbuka wapi penyewe uliangukia, wapi penyewe uliacha upendo wako wa zamani, wapi penyewe ulijifanya kuwa bize, na umrudie Kristo na utapata uzima wa milele. Basi akipata nafasi ndani ya mioyo yetu, Mungu mwenye bariki. Amen. Haleluya. Masikio yanafanya nini? Asikie. Ndio.